Anasema, je, jua linazunguka au limesimama pale pale? Nimesema jua linazunguka, na linazunguka huku linazungukwa na vitu vyake. Na ardhi yetu hii, si mnasomeshwa shule, inazunguka mizunguko miwili. Yenyewe ilivyo hii hapa ilipo inajizungusha hivi, tunapata usiku na mchana, lakini inajizungusha huku, inazunguka duara lake kubwa la kufanya mwaka mzima. Na hivi ikizunguka duara lake, sina mwezi wake unaizunguka kila inapokwenda. Vitu vyote vilivyoko kwenye space haviko stationary, viko on motion. Wa kullun fi falakin yasbahun, kila kitu kiko kwenye orbit yake kinaelea. Washamsu tajri limustaqarri laha, jua nalo linatembea mpaka linafika kwenye kituo chake cha kuanzia na kumalizia safari. Washamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdirul azizil alim, jua linatembea, linapita kwenye njia yake. Yote hayo ni makadirio ya Mola mwenye uwezo na mwenye rehema. Anasema maana kwenye Qur'ani tunaambiwa linatoka mashariki kwenda magharibi, lakini shuleni tunasoma limesimama. Hao machizi fresh hawana akili hao shuleni, msiwasikilize sana. Jua linatembea, aliyeumba ndo anasema linatembea. Hata na sisi tulikuwa tunasomeshwa hivyo hivyo zama zetu. Tulianza sayansi hiyo darasa la 5 kama sikose. Naambia the sun is stationary and all planets revolving around it. Jua limetulia tu hivi, sayari nyingine ndo zinalizunguka. Hali limetulia liko wapi? Sisi kila siku moja tunabadilisha position. Yani sisi na hii dunia yetu inasafiri, kwa hiyo hatuko mahala pamoja. Lakini kwa sababu tuko juu ya ardhi, wewe ukiwa Mwanza unajisikia uko Mwanza tu. Umejituma sana, unasafiri anakwenda Dar es Salaam, lakini uko juu ya hii ardhi yenyewe inatembea. Unatembea juu ya kitu kinachotembea. Umefahamu? Haya. Huyo anasema sura Rahmani aya 33. Tunaomba faida hii tuiakhirishe mpaka kesho. Suratul Rahmani aya 33. Hii tuiakhirishe mpaka kesho. Hakuna jingine la chap chap. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna ndugu yetu Jaku Bakar Diwani, anasema anaishi China kwa sasa. Kwa hiyo anatupata live. Anatupata live kupitia Mwanza hapa. Sasa swali lake, kwanza katupa taarifa kwamba anaswali msikiti mmoja China, lakini ndani yake mna kaburi. Ila kaburi nasemekana ni la Saad bin Wakasi. Akaana kuuliza ni kweli? Hili ni moja, lakini baadaye alijibu kwamba inasemekana ndo Saad bin Wakasi ndo ambaye yumo humo. Lakini cha msingi anauliza, anasema kwamba wafanya biashara wengi katika msikiti huo ambapo mna kaburi huenda wakaomba. Wanaomba mambo yao kupitia ile kaburi. Je, inafaa? Haya, suala la kwamba ni kaburi la Saad ibn Abi Waqasi sijui kama ndo yeye au mwingine. Lakini suala la makaburini msikitini, hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisemea na amekataza. Kasema msiswali kuyaelekea makaburi wala msiswali juu ya makaburi. Kakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hikma ya kukataza suala hili ni kukinga zile athari za kihistoria. Watu wote waliofanya mambo ya ushirikina, chanzo kilikuwa ndo hicho. Kulikuwa kuna mtu mcha Mungu, shekhe, kasimamia vizuri jamii yake, akiondoka yeye, wanaokuja baada yake huwa hawawi kama yeye, kama ilivyo kwa mitume vile.
anatumwa mtume, anapambana mpaka anaihuisha dini. Lakini akiondoka yule mtume, hawa aliowawacha hawatakuwa na kiwango na uwezo kama yeye. Kwa hiyo efficiency kwenye majukumu ya usimamiaji huwa inapungua. Na kila jamii hata kama iko kwenye haki, inasimamiwa kidini, ndani yake haikosi maadui, kwa sababu Allah aliyetuumba katuambia, katuchanganya hapa duniani. Huwa alladhi khalaqakum, Allah ndiye aliyekuumbeni. Faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Lakini baada ya kuumbwa hamui sawa, wengine mnakuwa makafiri, wengine ndo mnakuwa waumini, lakini mmechanganywa hapa hapa, mnasigana hapa hapa. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah amekuwekeni kwenye mtihani wenu huu hapa, anaona mnayoyafanya. Sasa akiondoka mtu mwema kwa mapenzi ya waliokuwa wanampenda, basi hufanya athari yake chini ya ushawishi wa shaitani. Muenzini shekhe wenu, watamuenzi shekhe wetu. Tumzike hapa hapa mbele ya msikiti wake alokuwa anasomesha. Kwenye kibla panawekwa kaburi. Si kaburi tu, wengine wakiwa na shida zao huko wametanzwa, wanakuja pale, badala ya kumuombea dua marehemu, wao wanamuomba yule marehemu aliyoko pale. Na shaitani kwa sababu mjanja hutia taufiki yeye, sio Allah. Unaweza kuamka umepigika kimaisha, ukenda kaburini ukaomba, shaitani akakuonyesha njia, siku hiyo ukatoka. Kwa sababu kumbe yule shehe bwana bado anafanya kazi pamoja na kuwakafa. Na siku ya pili unaenda tena. Unazoea wewe na wanazoea watu wengine. Ndio maana utakuta watu hawaoni, hawasikii kwa ibada zao za jadi. Vinyamkera, tunguri, pango huko majiweni, wanaomba na wanaamini wanakidhiwa haja zao. Sasa hili ndio lilosababisha mtume akawakataza watu. Wale waliotajwa kwenye suratu Nuh, wale wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra, wale walikuwa ni wanawachuoni na ni watu waliosimamia dini baada ya kuondoka mtume. Walipoondoka wale wote, shaitani akakizaini kizazi cha kwanza, first generation, baada ya kuondoka wale watu muhimu. Sasa mtawaachaje mashekhe wenu hivi hivi? Mtawasahau, watoto wenu hawatowajua. Wawekeeni kizazi chenu kumbukumbu. Anatia kama wahai shetani naye nyoyoni mwa watu. Alafu wakikaa shura, nimepata wazo hili, ni zuri. Wakaanza kuwachora kwenye karatasi. Si kuna wataalamu wa uchoraji tangu huko zamani? Wale wanaowajua, shekhe fulani alikuwa hivi, picha yake nayo inachorwa kama yeye, watu wanabandika kwenye kuta. Kizazi kilichokuja, second generation, shaitani akakitia nacho ufahamu mbaya. Nyinyi wazazi wenu walikuwa wanawaabudu hawa. Sasa hawa waliobandikwa humu watapotea. Waenzini kwa kutengeneza picha itakayodumu, wakachonga masanamu kutokana na taswira iliyochorwa. Sanamu linakaa muda mrefu. Sasa kila kizazi kinachokuja kinaambiwa hii ndo miungu ya wazazi wenu, ndo miungu ya wazazi wenu. Chanzo walikuwa ni watu wema, mwanzo waliambiwa wawaenzi tu ili wawakumbuke. Kizazi chengine kikaambiwa wazazi wenu ndo walikuwa wanawaabudia hawa. Kizazi chengine kikaambiwa hii ndo miungu yenyewe. Sasa athari hizi ndo mtume akakataza. Mwanzo baada ya hijra alikuwa anawakataza watu hata kwenda kuzuru makaburi ya jamaa zao. Wewe ukishamzika usende kaburini, muombee tu dua. Lakini baadaye, baada ya elimu na imani kukitika kwenye nyoyo za waumini, akawaambia mtume waumini pale Madina, kuntu anhaakum an ziyarati alquburi, mwanzo nilikuwa ninakukatazeni kwenda kuzuru makaburi ya ndugu na jamaa zenu. Fal'ana zuruha, sasa hivi nendeni mkayazuru makaburi ya ndugu zenu. Liannahu tadhkiratu lilakhirah, kwa sababu kwenda kumzuru jamaa yako ashayekufa inakukumbusha wewe kwamba na mie kesho ninakuja. Na dua ya kuomba kwenda makaburini kuwaombea waliopo ametufundisha. Ziko za sigha nyingi,
Lakini hata ukisema assalamu alaikum dara qaumi mu'minin, amani iwe juu yenu enyi watu wa mji huu walio waumini, antum salafuna, nyinyi wenzetu mmeshatutangulia, wa nahnu insha Allahu bikum lahiqun, na sisi akipenda Mungu sasa hivi halafu tutaungana na nyinyi huko. Inakukumbusha kwamba hapa nilipo niko on transit, ndege yangu ikija naondoka naenda ninakofikia. Kwa hiyo kwenda kaburini kumuomba aliyelala pale ni kosa, lakini kwenda kaburini kumuombea aliyelala pale, hii ni ibada, inaruhusiwa. Shekhe, kuna chochote? Ngoja kuna kitu. Naam, afwan. Ile swali la kusema kwamba Saad bin Abi Waqqas amefanya kwamba je, kuna kaburi kula China. Saad hakufa China. Saad bin Abi Waqqas hakufa China, alikufa nje kidogo ya mji wa Madina kama maili 7 hivi. Alipofariki kule ikabidi maiti yake ichukuliwe ilete Baqi', ikazikwa Madina katika makaburi ya Baqi'. Ile kaburi la China ni Saad wao wa China. Lakini Saad bin Abi Waqqas alifariki katika mji wa Madina, nje kidogo ya mji wa Madina kama maili 7. Ikabidi maiti yake ibebwe iletwe katika mji wa Madina, akazikwa makaburi ya Baqi'. Asalamu alaykum. Haya. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nalo swala moja, lakini naamini nitafahamika hata kama sitolipatia sawa sawa, lakini nitafahamika inshallah. Naomba kumuuliza Sheikh, Uislamu una mahusiano gani na damu? Ndio swala langu hilo, kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alivyowazaa watoto wake aliambiwa wachinjie watoto wake. Hilo la kwanza. Kwenye sura Kausar yote nzima mtume anaambiwa aswali na achinje kwa ajili ya Mola wake. Hasa swala langu linasimama hapo, Mwenyezi Mungu ana mahusiano gani na damu? Salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi Mwenyezi Mungu hana mahusiano na damu, ingawaje katuamrisha kuchinja wanyama na ni sehemu ya vyakula vyetu. Au unaona kafanya vibaya kuturuhusu tule ng'ombe na mbuzi? Nasema la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Hii kuamrisha kuchinjwa wanyama, ile damu wala ile nyama haimfikii Allah, hanufaiki nayo yeye. Anachokitaka ni kuona akitoa agizo nyinyi mnalitekeleza. Huu ndo ucha Mungu, muna obey orders. Kwani Allah angetaka kwa ukorofi wetu sisi binadamu aseme hii binadamu generation hii sitaki tena, naumba viumbe wengine bomba ambao hawa binadamu watakuwa ndo chakula chao? Unaionaje hiyo? Kwa hii jeuri yetu hii tunavyopeleka mambo ovyo. Muumba yupo, hajachoka kuumba. Iyasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa madhalika ala Allah biaziz. Akipenda hata nyinyi anaweza kuangamiza wote, akaleta viumbe wengine wapya. Sasa aseme asituondoe, aumbe viumbe wengine, asema nataka nitengeneze khalifa, binadamu ndo awe chakula cha huyo khalifa. Ingekuwa kadhulumu. Wewe kukuruhusu ule ng'ombe kakupendelea, una utukufu gani kuambia uwa viumbe wangu hawa unufaike nao? Kwa utukufu gani ulionao? Au yule mnyama ambaye kasalitishwa kwako uchinje, ana dhambi gani mpaka wewe ukaruhusiwa uchinje? Ujiulizi. Au ingia kwenye ulimwengu wa wanyama wenyewe kwa wenyewe. Simba anakula nyama na jeuri yake hataki mzoga, achinje mwenyewe vikile kinamna mwenyewe anavyochinja. Anahangaika kutafuta msosi, anakula. Yule anayeliwa na simba ana dhambi gani aliyoifanya mpaka akafanywa chakula?
Na huyu anayekula mwenziwe ni kwa utukufu gani kafanya akaruhusiwa kufanya hivyo? Hasa ni masala ya maamuzi ya Allah. Kaumba viumbe, kawawekea utaratibu, kawaruhusu aliyowaruhusu, kawakataza aliyowakataza, anapenda kuona wanafata utaratibu. Kwa hiyo hakuna uhusiano wa ile damu na yeye. Kakuwekea ruhusa, hichi tumia kama chakula. Khalas. Na kingine kakukataza hiki usitumie. Nguruwe hakufai. Lakini wengine hawaoni, hawasikii, wanasema msosi wa kitimoto safi, wanapiga tu. Allah anataka kuona kawawekea viumbe nidhamu, wanaishi kwa kufuata hiyo nidhamu. Kwa hiyo kuchinja nyama halafu hutomla wewe yote, kuwagaia watu kile kiteweo ni sadaka nzuri. Hata hao wanaochinjwa huko Maka tumeambiwa fa'at'imu alba'is alfaqir, nyama hizi walisheni wale masikini. Kuna watu hapa Tanzania hali nyama mpaka ya sikukuu, tena ya kugaiwa, hamiliki kuinunua. Wewe ukichinja ukamgaia huyu mtu nyama, unachotaka wewe ni thawabu kwa Allah, umemtendea wema mwenzio. Halafu kikubwa kwa ule wema uliofanya ndo unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na wewe akukidhie haja yako. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Maneno yenu mazuri mnayomuomba Allah yanafika, anayasikia, lakini amali njema ndizo zinazoyabeba maneno zikapandisha. Kwa hiyo unafanya sadaka yako alafu unaiambatisha na dua. Yule hiyo hakika unamuombea dua huyu mtoto wako. Kile kichinjwa ni sadaka cha kuwapa masikini. Ukiwafariji viumbe wa Allah wanyonge, alafu kwa faraja ile ukamuomba Allah, anakusikiliza. Hakika ni dua ya huyu mtoto wako, unamuomba Allah, lakini unaiambatisha na amali njema ile ya kuwakirimu masikini. Nyama, kiteweo au mboga. Unaionaje hiyo? Imekaa vizuri? Naam? Naam? Kwa nini iwe nyama? Shekhe tusaidie. Yaani jamaa na usongo na hiyo nyama. Alhamdulillah, nadhani muda umefika, unatosha, lakini tunachomshukuru Allah ndugu zangu, yani darasa hili la kwetu ambao tunaenda nalo linafuatiliwa mpaka nchi za nje. Na nimeomba utaratibu kwamba bwana Sheikh Hamza, na sisi tunaomba angalau tulokuwa nje Ulaya. Nimepata message ya Uingereza na nimepata message ya ndugu zetu wa Canada. Sasa nikamwambia sisi kwa hii ni ngumu, yani kuweka program ya maswali kwa kipindi hichi. Wao muhimu tuwafuatilie, lakini alhamdulillah kwa fadhila zake Allah wanaofuatilia darsa hili la Sheikh Mselem, darsa katika masjid hii nje ni wengi pengine kutushinda sisi, na hii ni kwa sababu ya fadhila zake Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah. Kuna mwingine anasema na Sheikh, ongea na Sheikh angalau Jumamosi afanye watu wa Australia kwamba na wao tufanye kama muhadhara kupitia mtandao wa Zoom. Niambia jamani, hebu kweni kwanza na subra, maana mwezi wa Ramadhani kuna program zokuwa nyingi. La muhimu ndugu zangu, tunamuomba Allah atudumishie neema kama hii, na hii ni kuonyesha kwamba thamani ya darasa letu hili. Tunamuomba Allah ajalie yale tunayosikia tuweze kuyafanyia kazi. Alhamdulillah. Kwa leo tutaishi hapa. Ustadhi, kwa nini nyama? Kwa sababu ni nyama. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله.